Mimi kwa majina naitwa Godfrey Isaac Kabonga. Jina maarufu kabisa najulikana kama Godi Chelsea. Godi Chelsea ni jina asili yake ni ushabiki wa mpira ambao limekuwa kama jina la biashara sasa. Jamii nzima husika ya Itigi na sehemu mbalimbali inafahamika jina la Godi Chelsea. Hata mtoto mdogo ukimuuliza nipeleka Godi Chelsea atakupeleka. Mimi kiasili kabisa nimetokea mkoa wa Mbeya, lakini kwa sababu Tanzania ni nchi moja, katika hali ya kupita huku na huku nimehamia Itigi kwa shughuli za kuajiliwa shirika la Railway, lakini mwisho wa siku nikapenda Itigi, nimejenga na nimewekeza hapa na sasa naishi, nimekuwa mwananchi wa Itigi. Nimepata wazo la kugombea ubunge. Kwanza hali yote mimi ni mwanachama wa CCM na katiba ya CCM inasema kila mwanachama ana haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Hiyo ni moja. Pili, naamini kwamba mimi nina uwezo na nia ninayo ya kuongoza jamii au kuongoza watu, kwa sababu nishafanya hivyo awali na ninafanya hivyo na naendelea kufanya hivyo. Kwa sababu mimi ni mwananchi au mkazi wa Itigi, nimeona changamoto nyingi sana ambazo watu wa Itigi wanakabiliana nazo. Kwa mfano kwa swala la kiuchumi, kuna swala la kielimu, kuna swala la kiutamaduni, afya, sawa. Yote nimeangalia kwa namna moja au nyingine. Niliona kuna sehemu kuna mapungufu. Sawa, waliotangulia wamefanya kazi nzuri, hatuwezi kuwabeza, lakini nimeona kuna haja jimbo la Itigi kupata damu mpya yenye kasi na hali ya kufanya kazi. Kwa mimi niko tayari na nimeona nina uwezo huo wa kutumikia wananchi. Mimi nataka niwe mbunge, sio mbunge mheshimiwa. Nataka niwe mbunge mwakilishi. Niweze kuwakilisha vyema kabisa jimbo langu la Itigi. Niweze kutetea vyema kabisa haki za wakina mama, haki za wakina watoto, wakina baba, wazee, na vijana. Kwa hiyo nimepanga mikakati mingi ambayo nitakuja nayo ambayo itawezesha kusaidia mambo yote hayo au kuteza mambo yote hayo, kwa sababu nimeona jamii ya Itigi uchumi wetu sio mzuri sana. Vijana wengi wanahangaika, hawana ajira, hawana shughuli za kufanya. Kwa hiyo naona kuna sehemu nyingi sana ambazo mimi naona kuna magepo ambayo naweza nikiingia mimi naweza nikajaza na nikatekeleza. Vijana kama vijana ni taifa la leo, sio taifa la kesho. Maana zamani tunasema vijana taifa la kesho, sio kweli, kwa sababu taifa linajengwa na vijana. Kwa hiyo mimi nitawatazama vijana katika jicho la pekee kabisa. Kwa sababu nitajaribu kuwaweka pamoja, jaribu kuteza vikundi mbalimbali vya kuwezesha kiuchumi. Kwa mfano, jimbo la Itigi tumebahatika kuwa na maeneo mengi sana ya kilimo. Na bahati nzuri Mungu katupa neema, tuna zao la dengu ambalo ni chachu kubwa sana la uchumi. Sasa ni mipango tu mizuri ambayo inatakiwa mtu mbunge uisimamie, uweze kuandika maproposal, au uweze kukaa na viongozi wa Wizara ya Kilimo ili kutengeneza mradi mzuri ambao utawezesha vijana waingie humu wapate vipato vyao, wainuke kiuchumi. Nachoweza kuahidi wakazi wa jimbo la Itigi kwa pamoja yake kwamba watakuwa wamepata mbunge ambao atawakilisha, atakuwa kweli mwakilishi wa dhati. Kwa sababu gani? Wanasiasa wengi wanachukua siasa kama ni kazi. Anaingia kwenye siasa kwa ajili ya kujinufaisha, apate kipato. Kwa hiyo akili yake kubwa inalenga kujinufaisha yeye binafsi, anasahau jamii iliyomweka pale. Mimi ninachoahidi wakazi wa wakazi wa jimbo la Itigi kwamba nitakuwa mwakilishi wa kweli ambao nitawatumikia kikweli, na ahadi zangu zote zilikuwa nimewaahidi nitazitekeleza kikweli kweli. Na sisemi haya mambo kutoa hewani, kwa sababu nishafanya kwenye sekta zingine ambao nilipewa dhamana ya kuongoza na nikatekeleza, na mpaka sasa hivi nimeacha alama kwa hizo nafasi nilizokuwa nimeshikilia.
Ni kweli kabisa, na hiyo ndo sababu kuu ambayo imepelekea mimi nichukue fomu. Naamini kwamba siasa na jamii ni kitu kimoja. Wanasiasa wengi sana baada ya kupata nafasi ambao wameiomba, ambao jamii imewaamini na kuwapa, kesho wanawasahau. Wanaanza kujinufaisha wao na kusahau jamii husika. Sasa mimi nataka niwe mwakilishi wa jamii, tena kuanzia jamii ile ya chini kabisa, ili tufanye kazi kwa pamoja, ili tusukume gurudumu la maendeleo yetu bila kubagua huyu kijana, huyu mzee, huyu mtoto, huyu ana uwezo, huyu hana uwezo. Tufanye kazi kama timu kwa umoja wetu, kwa sababu umoja ni nguvu, tutafika. Mimi kwa uwezo wangu uongozi najiamini sana, kwa sababu nilishafanya kazi ya kuongoza. Nimeshaongoza miradi mingi sana ya serikali, nilikuwa na watu zaidi ya watu 200, na yote ilifanyika kwa ufanisi bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa upande wa Itigi hapa, nakumbuka mwaka 2010 kulikuwa na mradi wa upimaji ardhi upande wa forest. Ikapelekea kwamba viwanja vingi vya barabarani wamegewa watu wa Manyoni. Mimi pamoja na mheshimiwa diwani Simba Majengo tuliunda kamati, tukaenda halmashauri ya wilaya Manyoni upande wa ardhi, tukapambana mpaka kuhakikisha kuna watu zaidi ya watu 20 watu wa Itigi walipata viwanja vya forest barabarani kwa ile kamati yetu. Nadhani hata watu waliopata viwanja watashuhudia hilo, kwa sababu tulipambana tukafanikisha hilo. Hilo ni moja. Upande mwingine, mimi ni mwenyekiti wa wafanyabiashara kuanzia mwaka 2010 mpaka sasa hivi, na kwa upande wa wafanyabiashara wa wamiliki gesti wanafahamu kabisa kwenye swala la wamiliki wa gesti kuna kodi ilikuwa inaitwa hoteli levy. Kipindi hicho cha nyuma tulikuwa tunapambana, ilikuwa ni 10% ya mapato unayopata. Sasa tukasema hapana, 10% ni kubwa sana. Nadhani tulikaa vikao halmashauri ya wilaya Itigi, tulikaa vikao kwa mkuu wa mkoa Singida, tukapeleka maoni yetu mpaka kwenye tume za nzonzo na rais. Mwisho wa siku sisi na wengine Tanzania nzima kilio chetu kikasikika, na juzi kwenye bajeti ya 2025-2026 serikali ikapunguza hiyo kodi kutoka 10% mpaka 2%. Kwa mimi kwa upande wangu hilo naona ni fanikio kama kiongozi wa kusimamia haki na kutetea haki za watu. Watu wa Itigi wengi wanamfahamu Godjesse, lakini hawamjui kama Godjesse ni mtu ambaye sio mtu wa makuu. Godjesse ni mtu wa kawaida, ambaye ni mtu wa chini, ambaye anashikiana na kila mtu bila kumbagua. Sio mtu wa kujikweza. Ni mtu anasikiliza na mchapakazi, na yuko tayari kupoteza muda wake kwa ajili ya kusaidia jamii husika inayomzunguka. Neno langu la mwisho kwa watu wa Itigi ni kwamba tusifanye makosa. Huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi. Watakuja watu wengi sana, wengine hata hatuwafahamu. Watajitolea watu wengi sana, sema wana nia kuwa kutusaidia, lakini wana lengo tofauti kabisa. Kwa hiyo ninachowaomba watu wa Itigi, mchague viongozi kwa umakini sana bila kufanya kosa, kwa sababu unapofanya makosa leo inatugharimu miaka 5 ijayo. Kwa hiyo ninachoomba watu wa Itigi, fanyeni uchunguzi wa kina, mchague watu ambao wataleta tija kwa jimbo letu la Itigi, kusukuma maendeleo yetu yaende mbele. Furaha yetu tufike pamoja.